Sasa kilichonileta leo hapa nataka niwaambie ndugu zangu ambao wamesha kuishi na Wahehe ama ambao si Wahehe, ambao ndugu zetu ambao sio Wahehe wamewahi kuishi na Wanyarukolo, watakuwa wanafahamu kabisa kwamba aina yale ya matukio, ama kama umekuwa ukiwafuatilia na mfuatiliaji wa mambo haya ya makabila, mambo haya ya historia, utamaduni, mila, desturi, utakuwa unakubaliana na mimi kwamba kile alichokifanya Said Siulanga Mwamwindi ni kilikuwa kikubwa, kwa sababu kilikuwa kinahusisha watu wakubwa pia, kwa maana kwamba yeye mwenyewe alikuwa ni mkulima mkubwa sana, tajiri aliyejipata pale mkoani Iringa Isimani, lakini pia mkuu wa mkoa. Lakini pia tukio hilo ni kama miaka 100 kasoro baadaye linatokea, ikiwa liliwahi kutokea kipindi ambacho kilikuwa kinamhusu pia 100 kama kasoro kadhaa, miaka kadhaa tu hivi, aliyekuwa chifu wa Wahehe, Chifu Mkwavinyi Kamunyigumba Mkwawa. Wengi wanamfahamu, hakuna asiyemfahamu kwenye nchi hii asiyefahamu historia ya Chifu Mkwawa na vitu vya namna hiyo. Ni watu ambao Wahehe ni watu ambao wanapenda sana amani, wanapenda sana mazungumzo, wanapenda sana peace, wanapenda sana mambo yao ama mambo yote yanayohusu jamii, yanayohusu watu, wana utu tuseme, yaweze kuisha katika manamna ama katika muktadha wa makubaliano na majadiliano positive. Hawaamini zaidi kwenye kuoneana ama kuonea mtu mwingine. Yani ukimkuta Muhehe ana tabia za uonevu kwa watu wengine, angalia pia malezi yake na makuzi yake, pengine hayana uhehe ndani yake. Lakini kwa Muhehe ambaye amekulia maeneo ya Uheheni, anafahamu pia amelelewa na familia za Kihehe, ni watu ambao by nature tu hawapendi maonezi. It's either yeye amuonee mtu mwingine ama Muhehe aonewe. Na katika kitu kibaya zaidi ni Muhehe kuonewa. Yani hicho ni kitu ambacho by nature tu ni kama hawakuumbwa kukikubali. Yani kuliko waikubali aibu ya kuonewa, ni bora, huwa wanaona ni afadhali tena hata ajitoe uhai ama asiwepo kabisa duniani. Ama yani hajawahi kukubali kushindwa katika eneo ambalo anaamini anastahili kushinda. Katika eneo ambalo anastahili kushinda, Muhehe anapigania kwa namna yoyote, hata ikitakiwa kugharimu uhai wake mwenyewe, huwa wanafikia level hiyo. Ndio maana nasikiaga Wahehe wanajinyonga, Wahehe wanajiua, Wahehe wana tabia kujinyonga. Hiyo haitokani tu kwamba ni katika namna ya kupigania haki. Ukisikia anasema Wahehe wanajinyonga ama Wahehe wana tabia ya kujinyonga, ni katika namna ya kupigania haki na kusimamia kile ambacho wanaamini wanastahili kukipata. Tukianza kwa Chifu Mkwawa Mkwavinyi Kamunyigumba wa Wahehe, ukisoma historia yao, na mimi nimekuwa nikisimulia kwenye YouTube yangu ambayo ilipita, lakini wajanja waliniibia. Lakini kama atatokea, afu by the way nipitishe pia na la kwangu hapa, kwamba kama itatokea mtu anafahamu pia namna ya kurecover, kurudisha hizi, mtaalamu wa IT anaweza kanicheki bana, tukafanya hii biashara, afu kanirudishia YouTube yangu ya Mnyarukolo walipiga hapo wa mahackers ama wadukuzi walidukua YouTube yangu, wamepita nayo. So turudi kwenye historia yetu. Ukirudi kwenye historia ya Chifu Mkwawa na vita yake ya Wajerumani, aliyemuua askari kamanda wa Wajerumani na vijakazi wao, unakumbuka historia hiyo inaeleza kwamba kabla hata ya Mkwawa kuanza kumshambulia von Zelewski na jeshi la Wajerumani na vibaraka wao, alishatengeneza meza ya mazungumzo kwa kipindi cha muda mrefu sana, ikashindwa kuweka out positive. Ni kama walikuwa wana underrate sana Lipuli la Kalenga, kwa maana himaya ya Kalenga. Wajerumani walikuwa wanaamini sana wameshinda sana, kwa sababu walikuwa wameshawapiga machifu kadhaa huko katika maeneo ya kanda ya Upwani huko, na moja kati ya machifu ambao nakumbuka alikuwa ni Abushiri wa Tanga. Walimnyanyasa sana wakafanikiwa. Kwa hiyo walikuwa wanaamini kama huko coast, kwa maana ya pwani, wameweza kushinda, basi hata huku maeneo ya interior ndani ya nchi huku wanaweza wakawashinda. Kwa hiyo Mkwawa alitengeneza mazingira yale ya kutengeneza negotiation, ikashindikana kwa sababu walipita Waarabu wakafanya negotiation, wakawa wanauziana bunduki na ngozi na vitu vya namna hiyo. Ndio maana hata wakati von Zelewski anafika, Wajerumani wanafika himaya ya Mkwawa, walimkuta Mkwawa tayari ana mabunduki, magobole ya kutosha. Aidha alikuwa ameshafanya barter trade na nini na Waarabu wale ambao walikuwa wametangulia kabla ya Wajerumani. So alikuwa na hiyo haiba na hiyo passion ya kuamini kwamba whatever the case, we need to settle down, tuzungumze, alafu tujue namna ya kufanya kazi vizuri
vizuri, kama wao tujua wanahitaji nini na sisi tunahitaji nini, kitu ambacho pengine alikuwa hakubaliani nacho Mkwawa alikuwa ni kuwauza watu wake. Hicho kitu alikikataa kabisa, siwezi kuuza raia wangu kwa sababu hawana thamani ya kitu kingine chochote. So kama Wajerumani watakuja na ofa ya vitu vingine vizuri, wanahitaji kufanya labda barter trade ya kuuziana vitalu vya kuwinda na nini, hiyo kwake ilikuwa okay, lakini sio kuuza watu. Kwa hiyo unaona alikuwa na passion ya kusimamia haki. Baada ya meza ya mazungumzo kushindikana kati ya Wahehe na Wajerumani, ndipo ambapo ilifikia hatua ya kuanza mpaka vita. Kwenye vita ya kwanza Wajerumani walipigwa wengi sana pale Lugalo. Nimesha kusimulia pia kwenye YouTube iliyopita, na nikizipata zile video nitakuwa nazi-upload tena. Na kama sitozipata basi nitakuwa nazidi kuzisimulia tena, kwa sababu waliiba YouTube hawajaiba knowledge. Kwa hiyo Mkwawa baada ya kupigania sana na ile vita ikaisha, bado aliamini kwamba huu sio mfumo mzuri ambao dunia inatakiwa iende. Aliamini kuna namna ambavyo amani na haki inapaswa, inawezekana kufanya haya mambo katika mtindo ambao utakuwa ni wa haki na amani na masikilizano na maelewano. Kwa hiyo alikuwa akituma wajumbe wake pwani kwenda kuzungumza na hao wa Jerumani kwamba mnataka nini nyinyi, shida yenu ni nini, kwa nini mnapenda tu tunakwaruzana hivi. Kwa hiyo hicho ndicho huo maisha hayo yalienda, Wajerumani wakiwa hawaamini kwenye haki, kwenye mazungumzo, hawaamini kwenye amani, na Mkwawa walikuwa wanaamini kabisa kwamba wao kama Wahehe wana deserve ama wanastahili kuishi namna ambavyo wanataka wao bila kuingiliwa na watu wengine, japo alikuwa anaamini kwenye mazungumzo na kukaribisha mazungumzo na watu wengine. Na ndio maana alikuwa na urafiki hata na watu wa makabila tofauti, kitu ambacho pengine watu wengi hawakijuagi. Mkwawa alishawahi kukimbizwa mkoani Iringa akiwa bado kijana, akapelekwa Dodoma. Na unajua Wahehe na Wagogo ni ndugu. Wahehe na Wagogo ni mtu na binamu yake, yani sisi Wahehe na Wagogo ni watu na binamu zetu. Kwa hiyo ndio maana hata sometimes utamaduni wetu, mila zetu zinafanana, lugha zetu pia zinafanana kwa kiasi fulani, yani zinashabihiana. Kibantu kinafanana, lakini Kihehe na Kigogo vinashabihiana kwa karibu zaidi. Hata maumbo yetu, tabia zetu, tamaduni zetu zinaelekeana. Wale ni binamu zetu by nature, yani kiasili wale ni binamu zetu. So hata kipindi fulani Mkwawa alishawahi kukimbia vita baada ya kuwa kuna civil war, kuna vita ya ndani ya himaya ya Chifu Mkwawa. Ilibidi wazee wamkimbize Chifu Mkwawa, akakae Dodoma. Alienda kukaa huko Dodoma mpaka alipofikia akafundishwa mafunzo ya kivita na nini, ya mila na desturi, uganga na uganguzi na nini, ndo akarudisha kuja kuchukua Lipuli la Kalenga na baadaye akafanikiwa. So alikuwa na huo urafiki na hao na watu wa makabila mengine kwamba hata yeye mwenyewe alirithi hicho kitu kutoka kwa mababa zake na babu zake. Kina Munyigumba wote ndio waliomrithisha kwamba inawezekana kuishi na jamii nyingine ambayo mnaishi katika mazingira tofauti, tamaduni tofauti na mila tofauti, lakini mkawa mna maelewano yenu. So hata yeye alirithi hivyo, na ndio maana alivyokimbizwa Dodoma alirudi akakaa, baadaye alirudi akachukua Lipuli la Kalenga baada ya kumuua Mwarunyungu. Baadaye ndo wanakuja sasa vita ya Wajerumani. Walipita Waarabu wakaelewana naye, wakafanya naye kazi, wakamalizana, wakawa wanaendelea. Wakaja Wajerumani ambao sasa walikuwa na asili ambayo haikuwa nzuri, treatment ambayo haikuwa nzuri sana kwa Chifu Mkwawa. Kwa hiyo hicho kitu kimekuja kinaendelea mpaka leo. Na ndio maana ilipofikia hatua kwamba Mkwawa ameshindwa kabisa namna ya kuweza kuescape, amesalitiwa na Mtaki Mwanyenza. Nishakusimulia pia issue ya Mtaki kumsaliti Mkwawa. Nishakusimulia kwenye video YouTube iliyopita. Mtaki alikuwa ni mtu ambaye ni mtu kati, dalali mzuri sana, very wise man, mtu ambaye alikuwa ana nguvu ya ushawishi anapozungumza. Kwa hiyo Mkwawa alikuwa anamtumia pia hata kufanya negotiation na watu ambao walikuwa wanapita katika Lipuli la Kalenga. Baadaye alisalitiwa baada ya kuahidiwa mamlaka na Wajerumani, alimsaliti na ndio Mkwawa kushindwa vita.